Kuna watu wamefungwa maradhi katika miili yao, ikawa maradhi hayaishi. Na tunasema katika maisha hutakiwi kudharau kitu. Kuna mwingine amefungwa kila siku anajitibu kuweza kupona maradhi, lakini bado hashtuki tu, wenzake wanapona, yeye haponi. Usidharau hata kitu kikiona kidogo. Utakapokidharau kitakuja kukuletea mashaka makubwa, ima wewe ama kizazi chako. Leo kuna watu wanateswa na maradhi ambayo asili ya maradhi hayo yameanza kwa wazazi wao. Wakudharau, baada ya kudharau wamezaliwa wao, yanawatesa maradhi hayo. Leo kuna watu wanateswa na ufukara, lakini asili kwamba ni wazazi wake. Unaweza kumkuta mtu hapati kazi ya kudumu katika maisha yake. Unaweza kumkuta mtu hasomi akamaliza masomo yake, na ukikaa ukimuuliza wazazi wako walikuwa katika mazingira gani, akikupa historia ya wazazi wake na yeye hakipishani sana. Maanake pengine baba yake hakudumu katika kazi, ama baba yake hakudumu katika ndoa, ama mambo katika riski yalikuwa mtihani kwao. Maana yake kwamba lile tatizo limeanza kitambo, likadharauliwa, leo linamtafuna yeye. Usidharau kitu, na kupelekea kudharau kwako kitakutesa wewe, itapelekea wateseke mpaka kizazi chako. Leo tunamuomba Allah avunje kila mashaka, ima ya kutengenezwa, ima yaliyotusibu kwa namna moja ama namna nyingine, ili sipelekee mashaka hayo yakatutesa sisi na yakaja yakatesa watoto wetu. Hebu kusanya viganja vyako, chupa yako weka chini kwanza. Kama huna chukua, napenda sana kurudia. Kama huna chupa, nenda kachukue. Kusanya viganja vyako, sogeza karibu na kinywa chako. Tuseme Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah ya Fattah. 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 Nuia hapo Allah afungue katika kila kilichofungwa katika miili yetu na katika maisha yetu. Nuia hapo. Lakini kwanza, jambo la kwanza ama nukta ya kwanza, nuia kumwambia Allah afungue kila kifungo cha afya katika miili yetu. Hakuna kitu kitamu kama kuwa na afya nzuri katika mwili wako. Kwa mwambia Allah, ima kifungo kilichosababishwa na mashaitani wa kijini wakapelekea kuharibu afya zetu. Na wapo hapa majini waliofungwa katika miili yetu ikapelekea afya zetu
na afya zetu kuharibika. Nuia na kama yuko shetani wa kijini amefungwa katika mwili wako kwa namna moja ama namna nyingine, tunamwomba Allah abatilishe hicho kifungo katika muda huu. Ima awe jini ashiku, manake hawa ndio majini wanaongoza kufungwa, wakapelekea kufunga kizazi cha mwanadamu. Sasa nuia kama yupo hapa jini ashikun mahaba, Mwenyezi Mungu ampelekee balaa yeye na abatilishe kila kifungo kilichofungwa. Yawezekana miaka nenda miaka rudi wateseka, huna kizazi, wateseka, ukipata ujauzito unaharibika, wateseka hupati ndoa, ama ukiingia katika ndoa hudumu. Mwambie Allah katika muda huu Allah afungue vifungo hivyo na mambo yetu yaende sawa sawa. Wako watu waliofungwa na vifungo vya mashaitani wa kijini wanaoitwa mundani, na ukifungwa kifungo hicho, wewe mwanamke unaweza ukajikuta unazeeka nyumbani, hupati ndoa. Kinachoishia ni ahadi, kwamba kukwambia mtu utakuja kukuoa lakini harudi, maana yake kwamba umefungwa na kifungo cha huyu sheitani wa kijini. Nuia muda huu, mwambie Allah haya mateso yanayosababishwa na hawa mashaitani wa kijini, leo ndio iwe mwisho kwa idhini yake Allah. Kwa hiyo tunamwambia shaitani wa kijini, una rangi yoyote, umekaa sehemu yoyote katika mwili wa mwanadamu, umemfunga mwanadamu huyo kifungo cha aina yoyote, funga safari katika muda huu. Toka wewe na mashaka na mabalaa na vifungo ulivyoviweka katika mwili wa mwanadamu huyo. Lakini baada ya watu kufungwa vifungo vya uzazi, wapo hapa wengine waliofungwa vifungo vinavyopelekea maradhi yasiishe katika miili yao. Umewekewa ni sikhul maradhi, inamisha kichwa chini, mwambie Allah katika muda huu. Tuko katika saata al-hijab. Yawezekana ukawa umeota unakula kitu ambacho wakati mwingine unakipenda hicho kitu, kumbe ikawa ni sababu ya kulishwa maradhi katika mwili wako. Mwambie Allah katika muda huu. Tuseme tena, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah, ya Allah
Allah ya Fattahu, ya Allah ya Fattahu, ya Allah ya Fattahu, ya Allah ya Fattahu. Bismillahi Allahumma Rabban nasi idhibil ba'si washfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru sakaman wala alama wa min syarri sahirin idha sahara. Nuia hapo Allah abakulishe, Allah abakulishe kila aina ya uchawi, ile uchawi unaharibu afya katika mwili wetu, Allah abakulishe. Iwe uchawi unaharibu kizazi, Allah aubatilishe. Iwe uchawi unaokuwekea kiza na ukaharibu riziki katika maisha yako, Allah aubatilishe. Na yule shaitani wa kijini ambaye anataka kujisalimisha kutoka katika mwili na akaahidi kwamba hatorudi tena katika mwili huo, sogea hapa mbele uje ule kiapo, wewe shaitani wa kijini. Sogea hapa mbele uje ule kiapo. Nyanyuka, sogea juu huku. Iwe jini mahaba, sogea hapa mbele. Naomba nafasi hapa. Wewe jini mahaba, sogea hapa mbele. Wakutumwa, sogea hapa mbele kwa hiari yako. Ni nyakati muhimu. Sogea mbele huku. Tumetoa dakika 3. Dakika 3 zinakwisha hizi. Kwa hiari yako sogea mbele, zinakwisha dakika 3. Tuseme kwa pamoja, ya Allahu ya mumitu, ya Allahu ya mumitu, ya Allahu ya
mumitu, ya Allah ya mumitu, ya Allah ya mumitu, ya Allah ya mumitu, ya Allah ya mumitu. Hebu fungua chupa yako hiyo. Elekeza mdomo wako na mdomo wa chupa. Tuseme bismillahirrahmanirrahim. 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 Ulizia mara 7. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ulizia tena mara 7. Tuseme tena bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.